Bwana, wawakilishi wa Tanzania kunako michuano ya kimataifa kwa maana ya klabu bingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho wanashuka dimbani wikendi hii kuliwakilisha taifa, ambapo kunako michuano ya klabu bingwa tunao Simba pamoja na Yanga ambao wao waelekea huko. Mmoja yupo Malawi lakini mwingine amekwenda pale Eswatini, kisha kwamba wanasaka nafasi ya pengine kuweza kufika katika hatua ya makundi ambayo msimu uliopita tulishuhudia Yanga akiweza kufikia katika michuano ya klabu bingwa, lakini pia kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba wao waliweza kuifikia katika michuano ya kombe la shirikisho na hatimaye tukawashuhudia katika michuano katika hatua ya fainali. Lakini kunako kombe la shirikisho tunao wawakilishi kwa maana ya Singida Black Stars pamoja na Azam FC ambao wao pia tunawashuhudia huko wakiwa wanatafuta nafasi ya kuweza kuliwakilisha taifa katika hatua ya makundi ya michuano ya kombe la shirikisho. Tupo hapa Njombe Address kuhakikisha kwamba tunakupatia tathmini ya timu zote hizi ambazo zinaliwakilisha taifa kunako michuano hiyo. Tuangalie ni kwa namna gani kipi kiweze kufanyika mwisho wa siku tuweze kuona taifa linawakilishwa vizuri kabisa katika michezo hii ya hatua ya mwanzo ya kutafuta kuweza kufuzu hatua ya makundi. Ninayekualika ni David Edward Shivo Master, lakini kwa uzuri mkubwa na ndugu yangu hapa Kan yatakuwa akihakikisha kwamba anakupatia data na mbinu ambazo pengine walimu wa vikosi vyote viwili wanaweza kaingia nazo na mwisho wa siku tukashuhudia taifa linawakilishwa vizuri. Bwana Kan, ni aje? Bwana fresh kabisa. Ni good eh? Mimi niko vizuri, sijui wewe ndugu yangu. Mimi niko vizuri kabisa kama ambavyo wewe upo. Ndio tumekaa hapa, lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba tunatafuta namna fulani ya kufikisha ujumbe kwa makocha ama kutia matumaini kwa mashabiki, kwa waweze kuwa wana imani na timu zao, lakini pia tuweze kuwa tunawapatia labda kila kitu ambacho kilikuwa kinaonekana kina shida, walimu waweze kupata kama naweza kusema password ya kuweza kusolve mambo kuelekea kwenye michezo husika. Tuanze na wawakilishi kwa upande wa klabu bingwa. Tuna Simba pamoja na Yanga. Tukianzia na Yanga, wao wanakwenda kucheza dhidi ya kikosi cha Silver Strikers pale Malawi, ambapo wameshaondoka nchini, wameenda huko. Na Yanga namna wanapata matokeo, mashabiki wengi wakiwatazama wanaona kabisa kuna mashaka, wanakuwa na hofu, wanasema kwa namna timu inacheza hivi itakuwaje kocha hivi mara inakuja awepo asiwepo. Maswali yamekuwa ni mengi. Unapotazama Yanga na ugumu ambao wanaupitia hivi sasa, wengi wanasema kwamba wachezi soka la kuvutia. Na wewe unatazama hicho kwamba Yanga wachezi soka la kuvutia? Mimi nafikiri kwa upande wa Yanga lazima tufahamu kwamba wanakwenda kucheza mchezo wa kimataifa, mchezo ambao ni moja ya malengo yao ambao wamejiwekea kila msimu. Kama unakumbuka, baada ya kuanza kufanya vizuri kwenye mashindano ya CAF kwa maana ya kombe la shirikisho pamoja na klabu bingwa, walikuwa wanaanza kuweka mikakati yao. Sasa ukiangalia kwa msimu huu kumefanyika mabadiliko ambayo yamekuja kuakisi moja kwa moja ndani ya klabu, ambayo hayo mabadiliko ni katika eneo la benchi la ufundi. Katika mabadiliko ya benchi la ufundi maana yake tunazungumzia kwenye upande wa kocha ambaye amekuja anaitwa Romain Folz. Ndio hivyo, ukiangalia amekuja Romain Folz, ndiko ambako inakuja ile kauli ya kwamba Yanga hawachezi vizuri kwenye michezo yao ambayo wamecheza, kwa maana mchezo wa ligi kuu, lakini pia mchezo wa awali wa klabu bingwa barani Afrika na michezo mingine ya Afrika ambayo wameweza kucheza. Lakini the issue ama the point ambayo mimi najaribu kuiangalia ni kwamba katika hiyo michezo ni kitu gani ambacho Yanga wameweza kukiokota. Ukiangalia kwenye ligi kuu wameokota alama 4, sio hivyo? Alama 3 wamechukua kwa upande wa Pamba Jiji, alama 1 wamechukua kwa Mbeya City, ambao ukiangalia kwenye historia Mbeya City, Yanga tangu mwaka 2018 hawajashinda. Ni pagumu, manake tayari kuna ile historia kwenye mpira tunasema kwamba kuna uwanja ambao timu yoyote duniani inawezekana, sio kwa mara ya kwanza labda ni kwa upande wa Yanga pekee, no, hata barani Ulaya kuna baadhi ya vilabu vikienda kwenye uwanja fulani. Juzi tu hapa tumeshuhudia kwa upande wa Real Madrid, ni moja ya timu ambayo ni muda mrefu sana hajapata matokeo ikiwa kwenye uwanja wa Metropolitan pale uwanja wa Atletico Madrid. Kwa hiyo hata kwa Yanga ilikuwa hivyo, lakini ukija kuangalia mchezo wa kwanza wamecheza dhidi ya Williet Benguela kutokea pale Angola, walipata matokeo ya ushindi ambayo yaliwafanya moja kwa moja kucheza mpaka preliminary stage ambayo wanakwenda kuicheza dhidi ya Silver Strikers. Sasa mimi najaribu kukaa kwenye upande wa kuona ni jinsi gani ambavyo Yanga wanapata matokeo, kwa sababu tunaweza tukaangalia transformation imebadilika ya kutoka kwa walimu
alikuwepo Hamdi Milud, alikuwepo mtu kama Ramovic, Miguel Gamondi, amekuja Romain Folz ambaye ameichukua timu. Lakini ukiangalia katika nyakati zote ambazo amekuja, wamepita kama kocha wengine na timu kuonekana inafanya vizuri, utaona Romain Folz amekuja katika kipindi ambacho pia basically kuna baadhi ya nyota ambao walikuwa wanaijenga ama wanaitengeneza timu wametoka. Hapo unamzungumzia top scorer wa msimu ulioweza kumalizika msimu juzi, unamzungumzia mtu kama Stephanie Aziz Ki, unazungumzia moja wa midfield bora ambao walikuwa wanaitengeneza shape ya ushambulio ya kiungo katika klabu ya Yanga. Hapo sasa unamzungumzia mtu kama Alidi Aucho, naye anaweza kutoka. Manake wamekuja maingizo mapya ya wachezaji. Manake kama kocha pia anatamani sana kuona anawaingiza vipi hawa wachezaji kuingia kwenye mfumo moja kwa moja. Manake hili ni zoezi ambalo haliwezi likafanyika kwa siku moja, linahitaji muda zaidi. Ndio maana umeona licha ya kupigwa kwa makelele mengi na mashabiki, bado uongozi wa Dar es Salaam Africans umezidi tu kumpatia nafasi na kumwamini kocha Romain Folz, na cha zaidi wameboresha kwenye upande wa eneo la kocha, kwa maana kocha msaidizi amekuja Patrick Mabedi. Kuelekea katika mchezo dhidi ya Silver Strikers ambao ni timu unaweza kusema haina historia kubwa sana katika mashindano haya, wanakwenda kucheza na Yanga ambayo unaweza kusema katika mashindano ambayo yanasimamiwa na CAF, wao katika miaka hivi karibuni tumewashuhudia wakiweza kucheza finali kombe la shirikisho, lakini pia tumewashuhudia wakicheza katika hatua ya robo finali wakitafuta kwenda kuingia robo, si ndivyo? Kwenda nusu, si ndivyo? Yes. Tumewashuhudia pia wakiweza kuishia katika hatua ya makundi. Kwa maana Yanga katika miaka hii mitatu ni timu ambayo ina historia kiasi fulani. Silver Strikers haina historia. Mchezo utakuwa ni namna gani? Obviously mchezo utakuwa ni wa ushindani. Wanasema ukitaka kuwa mkubwa lazima umfunge mkubwa. Hiyo ni kauli ambayo inakwenda kwa kiasi kwa upande wa Silver Strikers, kwa maana ya kutaka kuonesha bara la Afrika kwamba tumeshinda mbele ya Dar es Salaam Africans, mbele ya Yanga ambaye ukiangalia katika misimu mitatu misimu minne amekuwa na consistency ya kufanya vizuri. Msimu uliopita alishia katika hatua ya makundi mpaka mchezo wa mwisho, ndipo ambapo tunapata nafasi ya kuona Yanga hapati nafasi ya kuweza kufuzu, lakini mpaka anakwenda kucheza mchezo wa mwisho katika hatua ya makundi alikuwa na possibility kubwa sana kwenda kufuzu. Lakini ukiangalia kwa jinsi Yanga ambavyo mipango yao imewekwa chini ya president wao Engineer Hersi, inakupatia taswira kwamba Silver Strikers inawezekana kawa na asilimia chache sana ya kuiondoa Yanga kwenye hii hatua, japo mchezo wa mpira wa miguu inawezekana. Tunasema ni maajabu, na kwa bahati nzuri ama bahati mbaya ni kwamba huu ni hatua ambayo inashirikisha michezo miwili. Yaani kwa dakika 45 za kipindi cha kwanza ambazo zinafanyika pale ndani ya Malawi, kwa maana dakika 90 za kwanza, dakika 90 ambazo zinakuja kufanyika hapa. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba hata kama Yanga wakakosea wakakosea wakiwa kule Lilongwe kwa maana ya Malawi, wana uwezo kuja kurekebisha wakiwa hapo uwanja Benjamin William Mkapa. Kwa hiyo yote inatoa nafasi kwa Yanga kwamba wanatakiwa kuweza kufanya vizuri. Lakini kwa upande wa Silver Strikers, yes, hawana uzoefu mkubwa kwenye haya mashindano, lakini wanakwenda kukutana na timu ambayo ina uzoefu mkubwa. Mpaka leo tunapozungumza, moja ya shirikisho la soka duniani ambalo limekuwa likitoa takwimu EFFHS imetoa takwimu kwamba Yanga pamoja na Simba zimeingia kwenye orodha ya vilabu bora barani Afrika, kwa inashika na kwenye vilabu 10 Yanga na Simba zimekuwa, wakati Yanga anashika nafasi ya 10, Simba anashika nafasi ya 8. Kwa hiyo yote inakupatia nafasi ya kwamba kuona kwamba hizi timu hizi nafasi hazijaja tu, zimekuja kutokana pia na performance ambayo wamekuwa wakifanya. Wakati msimu ya nyuma ndugu yangu Dave ulikuwa unaona Wydad, Raja Casablanca, zote ni nafasi, ni timu ambazo zinakaa kwenye hizo nafasi. Wakati kwenye dunia Yanga anashika nafasi ya 198, wakati kwa upande wa Simba anashika nafasi ya 175 nafikiri. Kwa hiyo yote inakupatia nafasi ya kwamba hii background imekuja kutokana pia na kufanya vizuri kwenye haya mashindano. Kwa hiyo ili uendelee kumaintain kubakia kwenye hizi namba ambazo tumekuwa tukiziona, lazima ufanye vizuri. Kwa hiyo sioni kama kutakuwa kuna nafasi kubwa ya Yanga kutupatia excuse kutokushinda mbele ya Silver Strikers, kutokana pia na background ama profile walionayo Yanga, lakini pia kutokana pia na background walionayo Silver Strikers kwenye haya mashindano ya CAF Champions League. Kulingana na Kane anakuambia kwamba haoni kama kuna excuse yoyote ambayo inaweza ikapelekea Yanga kushindwa kuweza kupata matokeo mazuri kwenye mchezo dhidi ya Silver Strikers. Na sasa Njombe Updates, habari mpya kiganjani mwako.